kwamba damu ya Yesu funika, nenda kafunike mashamba, nenda kafunike, funika mashamba, funika baskeli, funika damu ya Yesu kafunike. Hapana, damu ya Yesu kitu ilichokifanya ni kuondoa dhambi. Kwa hiyo damu inaondoa dhambi, na ndio maana muamini au ukihitaji kumpokea Kristo, lazima uiangalie damu. Lazima uiangalie damu, kwa sababu damu ndio itaondoa dhambi. Muangalie Yesu pale msalabani, ili dhambi yako iondolewe. Bwana Yesu wasifiwe. Kwa mara nyingine tena nimerudi, ni yule Enoki P Empire. Nimerudi na habari njema. Leo nataka tuzungumzie neno la Mungu. Kama utakuwa na sehemu yoyote ya kuandika, unaweza ukaandika kichwa cha somo, unaweza ukaandika kwamba kiapo cha Mungu kwa mwanadamu. Leo nataka tuzungumze au msingi wetu wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Nataka tuzungumzie hili kwamba kiapo cha Mungu kwa mwanadamu. Kwa nini kiapo cha Mungu kwa mwanadamu? Mungu ameapa nini? Na Mungu amezungumzia nini? Na Mungu amesema nini kwa mwanadamu? Kwa nini Mungu ameapa? Ni kitu gani kilimfanya Mungu kuapa? Ukirudi mwanzo, Biblia inasema kwamba sisi tulikuwa wenye dhambi. Sasa ni kitu gani kilimfanya Mungu kuapa? Tufungue kitabu cha Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 17. Nitasoma hapa. Biblia inasema, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Mungu anazungumza, anasema dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena. Lakini kwa nini Mungu amezungumza hivyo? Ni jambo la kufikiria sana. Kwa nini Mungu amezungumza hivyo? Na ni kitu gani kilimfanya Mungu kuzungumza hivyo au kuapa hivyo? Maana hicho ni kiapo. Ni Mungu amezungumza, sio mimi, ni Mungu ndio amezungumza kwamba dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena. Twende taratibu tutajua. Ilimpendeza Mungu ndani ya pendo lake kumtuma Yesu kuja ili kukuokoa wewe. Wapi? Katika dhambi. Maana tulikuwa katika dhambi, tulikuwa hatuwezi kusimama. Sisi, Biblia inasema kwamba tulikuwa wafu. Kwa hiyo ni simple sana kwamba kitu kilichokufa kimekufa. Tuwachukulie mfano tu wa mnyama yote, mbuzi akiwa amekufa chini. Hana uwezo wa kutembea, hana uwezo wa kutamka, hana uwezo wa kutoa kitu chochote ili asaidiwe. Hata mtu anapowacha huu mwili anabaki kuitwa marehemu. Kwa hiyo anapokuwa amekufa mtu, kinachobaki pale ni watu kumstiri, kuchukua ule mwili na kwenda kuustiri. Kwa hiyo sisi tulikuwa wafu katika Kristo, maana tulikuwa hatumjui Mungu. Ndio tulikuwa wazima kimwili, tulikuwa tunakula ugali, tunasherekea, lakini iko mara mbili. Iko roho wa Mungu na roho wa binadamu. Maana Biblia inasema kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo kinachozungumziwa hapa ni katika roho, si katika mwili. Katika mwili tunakula ugali, katika mwili tunasherekea, katika mwili Mungu ametuumba, katika mwili tunaonana hivi, lakini iko katika roho. Katika roho tulikuwa wafu, katika roho tulikuwa wafu. Kwa hiyo ilimpendeza Mungu ndani ya pendo lake kumtuma Yesu Kristo. Kufanyeje? Soma kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 29. Biblia inasema, siku ya pili amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kumbe kitu Yesu alichokuja ukifanya ni kuichukua dhambi ya ulimwengu. Hakuletwa na kitu kingine kile, aliletwa na kitu kimoja tu,
kuichukua dhambi ya ulimwengu, kwa sababu hiyo dhambi ndio ilikuwa imeufisha ulimwengu, ndio ilikuwa imeulemea ulimwengu. Kwa hiyo ilimpendeza Kristo kuja kuichukua hiyo dhambi ambayo imewalemea watoto au watu wake aliowaumba, kwa sababu wote tumeumbwa na Mungu. Lakini kuna tofauti, kuna mtu wa Mungu na kuna mtoto wa Mungu. Kwa hiyo tuko mara mbili, kuna mtu wa Mungu ambaye ameumbwa na Mungu, pia kuna mtoto wa Mungu ambaye amedhaliwa kutokana na Mungu. Kwa hiyo ilimpendeza Mungu kumtuma Yesu Kristo ili aje aichukue dhambi ya ulimwengu. Amen. Kwa hiyo swali nauliza, nini imemtuma Yesu asituhesabie dhambi? Ni kitu gani kilichomfanya Yesu asituhesabie dhambi? Warumi 4 sura ya 8, acha nisome. Warumi 4 sura ya 8, Biblia inasema, heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Huyo mtu ana heri. Huyo mtu ana heri ambaye Bwana hamuhesabii dhambi. Lakini swali la kujiuliza, huyo mtu ambaye Bwana hamuhesabii dhambi ni nani? Je, ni wewe hapo? Hivi unajua kwamba wewe ndiwe ambaye Bwana hakuhesabii dhambi? Unajua yawezekana Bwana akawa hakuhesabii dhambi, lakini wewe ukajihesabia dhambi. Yaani Bwana akikutazama anaona hauna dhambi, lakini wewe ukijitazama unajiona mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Yaani Mungu kashaondoa dhambi, kashakusamehe kabisa na hakuhesabii dhambi, lakini wewe ukijiangalia unajiona mtu mwenye dhambi. Twende taratibu tu utaelewa. Anasema kuna watu Bwana kashakwisha kuwahesabia haki, Bwana kashakwisha kuwasamehe, Bwana kashakwisha kuwaondolea dhambi yote. Na sio kwamba ni maombi walioyaomba, sio kwamba ni sadaka walizozitoa, sio kwamba ni kitu ambacho walifanya, kwa sababu sisi kumbuka tulikuwa wafu katika dhambi. Kwa hiyo ni neema ya Bwana, ni moyo wa huruma wa Bwana alionao wa wewe kukuhesabia haki. Na tumehesabiwa haki bure, pasina kitu chochote ambacho tumekitoa. Iko hivyo tu, tumehesabiwa haki pasina kitu chochote ambacho tumekitoa. Ni upendo wa Mungu tu. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Nitarudia huu mstari usikie vizuri. Anasema na katika Torati vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kumbe dhambi huondolewa kwa kumwagwa damu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ili dhambi yako iondolewe, lazima damu ionekane. Ili uhesabiwe haki, dhambi yako iondolewe, lazima damu ionekane. Pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Amen. Kwa hiyo ukihitaji dhambi zako au ukihitaji kusamehewa, lazima kuweko nini? Damu. Agano la Kale, ili wawekwe huru au ili dhambi zao walizokuwa wametenda zisamehewe au zifutwe, walikuwa wakichukua wanyama na kwenda sehemu
maalumu na kutoa wale sadaka kwa niaba ya dhambi walioitenda. Kwa hiyo palikuwa panapatikana nini? Damu. Na sasa hivi Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Imeandikwa pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Mathayo 26 mstari wa 28, Biblia inasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe damu ya Yesu ilimwagika kwa lengo na makusudi ya kuondoa dhambi ya ulimwengu. Anasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe damu ya Yesu iliyomwagika ni kwa ajili ya kuondoa nini? Dhambi, si kitu kingine. Damu ya Yesu imefanya kazi ya kuondoa dhambi. Mimi nashangaa watu wengi, mara damu ya Yesu ikufunike, damu ya Yesu ifunike nyumba, damu ya Yesu ifunike pahali ninapolaza kichwa, ninapotembea damu ya Yesu ifunike. Nashangaa sana kwamba damu ya Yesu funika, nenda kafunike mashamba, nenda kafunike, funika mashamba, funika baskeli, funika, damu ya Yesu kafunike. Hapana, damu ya Yesu kitu ilichokifanya ni kuondoa dhambi. Kwa hiyo damu inaondoa dhambi, na ndio maana muamini au ukihitaji kumpokea Kristo, lazima uiangalie damu. Lazima uiangalie damu, kwa sababu damu ndio itaondoa dhambi. Muangalie Yesu pale msalabani, ili dhambi yako iondolewe. Mkabidhi Bwana maisha yako, na huyo Bwana ndiye anayeondoa dhambi. Amen. Anamalizia hapa kusema kwenye kitabu cha Waebrania 10:10, anasema 10:10, anasema Waebrania 10:10, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Anasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu kwa toleo moja tu. Kwa hiyo utakaso tulionao umetoka kwa Yesu kwa toleo moja tu. Kwa hiyo tuna utakaso wa milele, sio kwamba ni utakaso wa kila siku kama Agano la Kale walivyokuwa wakifanya mwaka hadi mwaka. Hapana, sisi tuna utakaso wa milele, tuna utakaso wa Yesu Kristo milele. Amen. Hapa anamalizia kusema, huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kumbe manabii wote walimshuhudia ya kwamba kila mtu amwaminie atapokea au atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ukimwamini Kristo unapata ondoleo la dhambi, unapata msamaha wa dhambi, hauhukumiwi kwa sababu umepata ondoleo la dhambi. Ndani ya Kristo na Kristo ndani yako, kwa hiyo unakuwa imara zaidi. Kwa hiyo ukimwamini Kristo unapata ondoleo la dhambi, unapata msamaha wa dhambi, unaitwa muamini kwa sababu ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu waliomwamini Kristo wanabadilishwa na kuwa miili yao inabadilika kuwa hekalu takatifu la Roho Mtakatifu ambalo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo inabaki tu ni Mungu anaongoza watoto wake. Kwa hiyo unabaki kuongozwa na Roho Mtakatifu, unabaki kuongozwa na Mungu mwenyewe kwa sababu Mungu yuko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Unabaki kutembea hauna hatia ndani mwako kwa sababu Kristo amekwisha kuziondoa dhambi, Kristo amekwisha kuzibeba. Unabaki tu kutembea kifua wazi na kusema ashukuriwe Yesu kwa sababu yeye ndiye ameichukua dhambi yako na hauna hatia milele. Amena. Amen. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3 na mstari ule wa 18. Biblia inasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo baba yangu, mama yangu naye nisikiliza leo, hebu mpe Bwana maisha yako, mkabidhi Bwana maisha yako, kwa sababu imeandikwa
Amwaminie yeye Kristo hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo toka huko uliko, hebu mkabidhi Bwana maisha yako, mwambie Bwana, niko hapa, nimeamini sasa. Hebu mkabidhi Bwana maisha yako, atawale maisha yako, atawale ndoa yako, atawale familia yako ulionayo, atawale kila kitu ulichonacho, na Bwana wa mbinguni atakubariki. Asiyemwamini Kristo amekwisha kuhukumiwa. Amen.